Hii ni UZAC na mimi ni mwalimu wako Shaban Biomar na kukaribisha katika program ya Jifunze Kiingereza. Hapa tunaanza na utangulizi wa somo la mbinu za matamshi. Mbinu za matamshi. Sasa cha kwanza kabisa tuangalie katika Kiingereza kuna swala hili la matamshi na maandishi. Matamshi na maandishi. Hakuna uwiano. Kama umekiangalia Kiingereza, basi utakuta kwamba maandishi na matamshi hayawiani. Maneno mengi yanaandikwa vingine na yanatamkwa vingine. Kwa mfano, angalia maneno haya. Does. Umeona imeandikwa does, lakini unatamka does. Neno linalofuata goes. Unaweza ukajiuliza kama does imekuwa does, goes sitakuwa gaz, lakini anakuambia hapana, hiyo inakuwa goes. Angalia neno put. Put. Maandishi na matamshi vimeendana. Put, put. Lakini angalia neno linalofuata limeandikwa but, lakini unatamka but. Neno linalofuata school, kwa Mswahili anaweza akatamka school, lakini unaambiwa utamke school. Kwa hiyo hapa maneno haya machache yanakuonyesha kwamba hakuna uwiano kati ya maandishi na matamshi katika Kiingereza. Hili ni tatizo la kwanza ambalo mwanafunzi wangu utakutana nalo. Sasa nini suluhisho? Suluhisho la kupata matamshi mazuri, cha kwanza ni kusikiliza wenye lugha yao. Kusikiliza wenye lugha yao wanavyoongea, uige. Sasa ni nadra kwa Watanzania kukutana na watu wenye lugha ya Kiingereza wanaoongea lugha yao. Tutakutana nao wapi? Sehemu zote unapokwenda unakutana na Waswahili na Kiswahili. Kwa nadra sana utakutana na mtu ambaye anaongea Kiingereza hususan kama lugha yake. Kwa hiyo hili la kusikiliza wenye lugha linawezekana. Kwa mfano kusikiliza kwenye TV, kusikiliza kwenye simu na kadhalika. Lakini kuna swala la kujifunza herufi za matamshi. Kujifunza na kuzifanyia mazoezi herufi za matamshi zinaitwa IPA, International Phonetic Alphabets. Sasa hizi mimi ndio nitakufundisha ili uweze kutatua tatizo la matamshi hata ukiwa peke yako. Ukiweza kusoma herufi nitakazo kufundisha katika somo hili, basi utaweza kutatua tatizo la kimatamshi hususan kwa utaweza kutatua tatizo la matamshi hususan kwa kutumia kamusi. Mfano, naona neno does, utakuta mbele yake limeandikwa hivyo does. Hapo herufi mbili najua unazijua, D na Z, ya kwanza na ya mwisho, lakini hiyo ya katikati hiyo uielewi. Hizo ndio tunaanza kuziona phonetic alphabets, alfabeti za kifonetiki, alfabeti zinazokuongoza kwenye matamshi. Unatakiwa ujifunze kwa sababu zimewekwa ili kuwasaidia wale ambao Kiingereza sio lugha yao waweze kuongozwa katika matamshi, kwa sababu walishagundua kwamba wengi wanaojifunza Kiingereza wanakutana na tatizo hili la kutokuiana maandishi na matamshi. Neno la pili goes, naona natakiwa utamke goes, na hayo ndio maandishi yake. Angalia put ilivyoandikwa kifonetiki, na angalia but ilivyoandikwa kifonetiki. Alafu angalia school. Sasa haya maandishi yanayokuja baada ya maandishi ya kawaida ndio yanaitwa maandishi
ya kifonetiki, tunaita transcription. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nitakufundisha uweze kuzisoma hizi herufi, halafu utaweza kutatua tatizo wewe mwenyewe ukikuta neno linatamkwa vipi. Ukishaweza kusoma herufi hizo, basi utapata matamshi vizuri kabisa, na maandishi haya ndio tutayatumia katika kupractice kutamka Kiingereza vile inavyotakiwa. Sasa utakutana na swala la accent. Kiingereza ni lugha iliyoenea sehemu kubwa duniani, inaongelewa sehemu nyingi sana, na lugha ikishaenea sana inapata matamshi tofauti tofauti. Haya matamshi tofauti tofauti tunaita accents. Kwa hiyo mtu anakuwa na accent ya mahala fulani, anakuwa na accent ya au accent ya mwenye lugha yake. Mwingine anaweza akaongea Kiswahili kwa accent ya lugha nyingine namna hiyo. Sasa sisi hapa tutaangalia sehemu mbili, RP ambayo ni British based, hii ni ya Waingereza, na GA ambayo ni ya Wamarekani. Ukisema RP inaitwa received pronunciation, ni matamshi yanayotumika katika Kiingereza sanifu, na GA General American ni matamshi ya Kimarekani ambao vile vile tunachukua kama ni Kiingereza sanifu, lakini tutaipa uzito zaidi RP na GA. Vile vile nitakuelekeza, itafika wakati tutasema kwa British atatamka hivi, kwa Marekani atatamka hivi. Kwa hiyo utapata American accent na British accent. Hizo ndio tutaziangalia sana katika mafunzo yetu, kwa sababu hizo ndio international, zinazojulikana na mataifa yote, na ukiongea unaeleweka na kila anayeongea Kiingereza. Hasa mengineyo ambayo tutajifunza katika kozi hii ya mbinu za matamshi ni stress, alafu tutajifunza intonation, alafu tutajifunza speech simplification. Kuna vitu ambavyo vinaitwa stress. Hii ni up and down movement, yani kupanda na kushuka kwa sauti katika kutamka. Alafu intonation ni viimbo vya lugha. Kuna kitu nakiita tone, lazima uwe na tone, otherwise utaongea Kiingereza kwa tone ya Kiswahili. Kuna watu wengi anaongea Kiingereza kama wanaongea Kiswahili, kwa hiyo lazima uige tone ile ile ya Kizungu, ndio inapendeza. Alafu speech simplification ni masuala ya kurahisisha matamshi. Kila wenye lugha yao wana njia ya kurahisisha lugha ambazo wanazitumia, na sisi tutazitumia hizo. Ukizielewa utaweza kumwelewa mtu anapoongea kama akirahisisha na kungatangata maneno, na wewe vile vile unaweza ukaongea kama wao katika kurahisisha maneno, kurahisisha matamshi. Haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunayapitia, ndugu mwanafunzi. Kwa hiyo katika masomo yote mojawapo itakuwa ni mbinu za matamshi. Unapojifunza lugha vile vile ujifunze kuitamka vizuri kama inavyotakiwa. Kwa hiyo mpaka hapo tutakapoanza somo la mwanzo katika mbinu za matamshi, mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar nikikwambia bye bye for now.